Siri za Afrika. Keti ni kuhabarishe urithi wa ujasiri, safari ya Mtemi Isike. Msomaji wako ni mimi Separatus Laurent. Karibu Tabora, ardhi yenye historia, hadithi na fahari. Hapa ndipo alipozaliwa moja ya sura kuu katika historia ya upinzani wa Kiafrika dhidi ya ukoloni, Mtemi Isike wa Unyanyembe. Kabla ya ramani za wakoloni kuchorwa, Tabora ilikuwa moyo wa biashara, tamaduni na nguvu za kifalme. Na katika yale alisimama kijana mwenye ndoto kubwa, Isike, mwana wa Mtemi Mirambo. Lakini Isike hakurithi tu kiti cha utawala, alirithi pia jukumu la kulinda heshima ya watu wake. Wakati Wajerumani walipoanza kupanua himaya yao, walikutana na kikwazo kisichotikisika: Mtemi Isike. Hakukubali kuona ardhi yake ikidhalilishwa. Alikusanya jeshi, akapanga mbinu, akasimama imara kwa jina la uhuru. Hapa katika maeneo ya kale ya Unyanyembe bado unahisi pumzi ya historia. Ngome ya Isike zikiwa kimya, lakini zinasimulia hadithi ya ujasiri, hofu na upendo wa nchi. Kila jiwe, kila ukuta linashuhudia vita ilivyopiganwa kwa roho, si kwa silaha pekee. Na ilipofika siku ya mwisho, Mtemi Isike alijua maadui wameshakaribia, lakini hakusalimu amri. Kwa fahari alichagua kifo cha heshima baada ya kuishi kama mfungwa wa utumwa. Aliteketeza ngome yake, akawa shujaa wa milele. Leo Tabora inasalia kuwa lango la historia na urithi wa ujasiri. Watalii kutoka kote duniani huja kuona makumbusho, ngome na maeneo aliyopigania. Hapa unatembea kwenye njia ambazo alitembea shujaa, unavuta hewa ile ile aliyopumua alipolinda ardhi yake. Kutembelea Tabora si kuiona historia tu, ni kugusa roho ya Tanzania, ni kusikia wito wa kale wa ujasiri na uzalendo, ni kusimama pale aliposimama Mtemi Isike na kusema, hii ndiyo ardhi yangu, hii ndiyo fahari yangu. Karibu Tabora, karibu kwenye ardhi ya historia, karibu Tanzania.